lakini sisi tunajua ukweli inabaki tu ukweli. Na Mungu anabaki tu Mungu. Sasa tuko na rais mpya na serikali mpya. Na Uasin Gishu mko na bahati, the president is your resident. The president is your son. Na nataka kuambia rais wetu William Ruto hakuchaguliwa na Wakenya kwa sababu yeye ni Mkalenjini, hapana. Alichaguliwa kwa sababu ana maono, ana hekima, ana uwezo na atapeleka hii nchi yetu mbele. There are many people who listened to William Ruto and saw in him the future of this country. Tulizunguka Kenya mzima na hao wangwana wameketi hapa. For the first time rais mtarajiwa alienda akaketi na mwananchi wa kawaida kumuuliza, ukinipa kura yako nikiwe rais unataka nikufanyie nini? It has never happened. Na hii kura yenye tumemaliza, the biggest casualty out of these elections ni kitu inaitwa ukabila. Hiyo imekwisha. Ukabila na uoga yenye watu walikuwa wanauziwa haikufua dafu. In fact, those who are purveying falsehoods about ethnicity, fear about the unknown, have now retreated to shame. Na watabaki na hiyo aibu mpaka Yesu arudi. Kwa sababu Wakenya wamesonga mbele. Na vile Watanzania wanasema, unajua kama iko kazi na mtu anapewa hiyo kazi, kama ni mtu hivi hivi, Watanzania wanasema mtu amepata kazi. Lakini kama ni mtu anashika steering sawa sawa kama William Ruto, wanasema kazi imepata mtu. Sasa vile tulivyo, sio mtu amepata kazi, la. Kazi imepata mtu. Na huyo mtu ni rais wetu William Ruto. Tunawaomba tu mjue, we have great expectations out of the elections. We also have serious challenges after elections. Kama ukipata udongo imetumiwa vibaya, imekuwa changarawe, lazima umwake maji polepole, ongeze mbolea, umwake maji tena, ongeze mbolea, ndio upande mimea in May. So sasa serikali ya Kenya Kwanza imeanza kumwaka maji, kuweka mbolea, ndio wapande mimea, tubadilishe nchi yetu. But I know, without any fear of contradiction, serikali ya William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua na sisi zote, we are going to turn around this country. We are going to revive our economy. We are going to put smiles on the faces of every Kenyan, because we mean business. Na maombi yenu, mabishops na wananchi, italeta manufaa. Nataka kumaliza kwa kuwaomba. Mnajua rais anatoka hapa kwenu, lakini amebeba Kenya mzima kwa mabega yake. So saa zingine kumfikia hata nyinyi wenyewe itakuwa ni challenge, kwa sababu anatakana Turkana, anatakana Vanga, anatakana Migori, hata kule hakupata kura lazima aende aunganishe nchi yetu. Lakini nyinyi mna bahati, mna vijana kama Faruku hapa ambao kila wakati tukiwa na mikutano, they behave like the mini presidents of Uasin Gishu. And they deliver. So where you can't see the president, they are there. Hata mimi ni jirani yenu hapa chini. Nikipita hapa, huwa nakutana na wengine sema, unajua mimi siwezi kufikia yeye nipitishie maneno. I will deliver your message when you give it to me.
lakini muombe Mungu kwa sababu many Kenyans normally pray God when they have challenges. Wakifika wananyamaza. Let's continue praying God, tumwambie yale umetusaidia, tunasema asante, lakini iko lingine zaidi tunataka. So that by the time William Ruto finishes his 10 years as our president, we want to see a difference in Kenya. We'll move our country to a level where we are justifiably called a medium income country, if not a developing country that is headed towards a developed country. Kwa sababu tuna watu ambao wamesoma, watu wenye akili. Ukienda nchi zingine, they are running on the brains of Kenyans, and the Kenyans we have here will do exactly what they do out there. Wakulima wa Kenya, muendelee kuzalisha chakula. Tuombee wale ambao hawana chakula. Zile counties zenye ziko na drought. Na nikimaliza ni kumuombea rafiki yangu Chepkut, ambaye kila wakati watu kikutana na muita kijana yangu. 2-3 weeks ago alikuja kuniona, akaniambia unajua hii mambo vile imeenda, nataka unipeleke kwa rais tusungumuze. Nikamwambia tutaenda. Kumbe Mungu naye ana mambo yake. We pray for him, for his soul to rest in eternal peace. He was such a wonderful young man with a deep sense of humor. Mkikaa na yeye ni kucheka tu. Lakini pengine Mungu pia anataka watu wamletee kicheko kule yuko. Asante sana ndugu wa Uasin Gishu. Papa wa Roma atatembea na nyinyi, na hii safari ni ya sisi zote. May God bless you, and I now take the opportunity to invite our leader, our deputy president, the Honorable Rigathi Gachagua, akuje awaongeleshe ili tumalizie mkutano. Asante sana, thank you very much. Asante sana maaskofu wetu, kanisa, deputy governor, viongozi wetu, Wakristo, watu wetu wa hapa katika county ya Uasin Gishu. Hamjambo? Hamjambo tena? God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamgetugur. Yomune. Asanteni sana. Thank you very much. Ya kwanza ni kutoa shukurani kwa kuweza kufika hapa katika ibada ya kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea. Kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ushindi mkubwa wa mtoto wetu President William Samoei Ruto.
kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa uchaguzi wa amani, na baada ya uchaguzi kuisha, kila mtu kuendelea na maisha yake bila furugu, bila fujo, bila kelele. Tunamwambia Mwenyezi Mungu asante sana. Nimefika hapa na salamu nyingi sana kutoka kwa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Mmepokea? Rais wetu ametembea katika nchi ya Uganda na baadaye ataelekea Tanzania katika kazi rasmi ya kitaifa, katika harakati zake za kutafuta ujirani mwema na kutafuta rasilimali za kuleta hapa nchini kurekebisha uchumi wetu, ndio kila mtu akuwe na pesa mfukoni. Kwa hivyo amenituma na salamu nyingi sana hapa nyumbani, na akanieleza ya kwamba nimwambie anampenda na anaombea nyinyi kila siku. Ningetaka pia niseme asante sana kwa kanisa letu, makanisa wale wote wamekutanisha sisi hapa kwa kupanga sherehe hii. Mambo ya shukurani ni ya maana sana, na ukweli usemwe ni kwamba Rais William Ruto hangefika Ikulu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Matatizo aliyekewa hapo mbele na vitisho na mateso na madharau ni mkono wa Bwana, na Mungu alionekania sisi, na sisi tuliona Mungu. Alikuja bila kutumana, kwa sababu yale binadamu walikuwa wamepanga, sisi kama binadamu hatungewahi. Kwa hivyo William Ruto na mimi na timu yetu yote na Wakenya tunatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu, na tunasema ya kwamba jina lake litukuzwe. Na sisi tulikuwa pale, mambo imekuwa makali sana, tumewindwa kama wanyama. Huyu William Ruto alidhulumiwa na kuteswa, kukosewa heshima, kuangaishwa. Saa ingine tulikuwa tunakaa na yeye tumejikuna jioni, tunauliza tutafanya nini. Anatuambia muamini Mwenyezi Mungu. Na alitutia imani, kwa sababu alitukumbusha iko Mwenyezi Mungu, na mwishowe Mungu atakatuonekania kupitia Wakenya tukafaulu. Na waleo tukiongea, kijana ambaye alikuwa anauza kuku, mtoto wa kawaida, ndio rais wa Jamhuri wa Kenya. Na tunasema Mungu aitwe Mungu, kwa sababu ingekuwa ni yale binadamu walikuwa wamepanga, William Ruto angekuwa hapa Sugoi. Mimi nilikuwa nimepangiwa niende pale Kamiti, lakini Mungu aitwe Mungu. Kwa hivyo sisi tuko na shukrani sana watu wa hapa kwetu Uasin Gishu. Mimi niko na shukrani sana kubwa kwenu kwa vile mlijitokeza kwa wingi kumpigia William Ruto kura, na mimi asanteni sana. Kutoka kwa roho yangu ndani narudia tena asanteni sana. Na kwa niaba ya mimi binafsi pia niseme asante kwa kuniandika kazi, nimepata mshahara, asanteni. Pia mimi ningetaka nichukue nafasi hii nikiwa hapa Bonde la Ufa, niwashukuru sana watu ya Bonde la Ufa, hasa jamii ya Wakalenjin, kwa sababu nyinyi siasa yenu iko juu sana. Nyinyi mko mbele kama mfuko ya shati. Ni ile kwa football inasemekana unamuonea 18. Ile jama ilipangwa hapa kuanzia 2018 kumhujumu William Ruto na kumtesa, ilikuwa ya kuchokoza nyinyi mtoe fujo, ndio siasa yake iharibike pale kwa Mlima Kenya. Lakini mkakuwa nyinyi ni watu werefu, hata akifanywa nini mnanyamaza, na mlifanya vizuri, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa mtego. Wakapanga pale, wakamnyang'anya mamlaka yake yote, ndio mkasirike mkanyamaza.
Wakaenda pale wakamnyang'anya askari, mkanyamaza. Wakaenda pale Mombasa kwa nyumba yake, wakafukuza Mama Rachel na watoto na nguo yake wakatupa nje, mkanyamaza. Wakaenda amepewa ndege kwenda likizo kupumzika, Mama Rachel na watoto wakiwa kwa ndege, wakatolewa vitu yao ikawekwa kwa rami, mkanyamaza. Akaenda pale kwa ofisi, magari yake haijawekwa mafuta miaka 4, amekuwa akiweka na pesa yake. Hata chai alikuwa ananunua. Kama kuna kiongozi katika taifa la Kenya ameteswa ni William Samoei Ruto. Lakini yeye ako na roho kubwa. Alivumilia akakuwa mtulivu. Na nyinyi wafuasi wake hapa nyumbani mkakuwa wangwana, mkakuwa werevu, mkaweka amani, mkapendana na kila mtu, ndio tukapita hiyo mitego yote ilikuwa imewekwa. Kwa hivyo mimi nataka niseme watu ya Uasin Gishu, watu ya hapa Bonde la Ufa, nashukuru nyinyi kwa ujasiri wenu kisiasa, kwamba mitego yote iliwekewa William Ruto na nyinyi mliruka yote moja kwa moja mpaka tukapata ushindi. Hata hii maneno yote ya kusimamisha maendeleo hapa, Arol na Kimorel, ilikuwa ni siasa. Ati ionekane William Ruto hasaidii watu ya nyumbani ndio mchukie yeye. Mukasema hata ikisimamishwa tungali tunampenda na tutasimama na yeye. Asanteni. Hata hii maneno ya kuangaisha wafanyikazi wa serikali kutoka jamii ya Wakalenjin, kukamatwa, kupelekwa kotini, kuambiwa ni wezi, ati dionekane jamii ya Wakalenjin ni wezi, ndio isemekane kama jamii ya Wakalenjin ni wezi, hata William Ruto ni mwizi. Hiyo yote mkameza, mkamvumilia, mkaruka hiyo mtego. Asanteni sana, tunashukuru nyinyi kwa hayo. Kwa hivyo uvumilivu wenu, ujasiri wenu, ushupavu wenu kwa kuelewa siasa ilikuwa naendelea, mkakataa kuangukia hiyo mtego, ndio ilifanya sisi Mwenyezi Mungu akitusaidia tukafika. Na mimi nataka nishukuru sana majamii wote hapa Uasin Gishu. Jama ilipangwa hapa na wanasiasa wakitumia wafanyikazi ya serikali kumwaga makaratasi ati ndio walete vita kati ya Wakikuyu na Wakalenjin, ndio kura yetu iharibike. Wakikuyu, Wakalenjin, Wakisii, tena mkaruka hiyo mtego, mkakaa kwa amani. Asanteni sana. Thank you very much. Kwa hivyo hii majaribio ilikuwa mengi, lakini Mwenyezi Mungu akatusaidia. Kila mtu akakuwa mvumilivu, mkaelewa siasa ilikuwa naendelea, na ndio kutoka hapo tukafaulu. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu yote, asanteni sana watu ya Uasin Gishu. Na vile mumemaliza kazi yenu, sasa mtuachie nafasi tumfanyie nyinyi kazi. Kazi ya kwanza tumeanza ni mambo ya bolea. Hata hiyo siasa ya bolea, tulikuwa hapo mbeleni serikali inasaidia, inatoa pesa kiasi fulani, subsidy ya kusaidia, iliondolewa. Ati ndio nyinyi wakulima wa mahindi ambaye pahali William Ruto anatoka ati mukasirike mumuchukie. Lakini hao hawakuwa wanajua. Saa ile waliondoa mambo ya bolea kusaidia, unga ikapanda kwa kila mtu, mpaka kwa hawa watu ya upinzani ya Azimio. Ukinunua unga juu, hata watu ya Azimio wananunua ikiwa juu. Hiyo maneno yote ya kuzuia kusaidia wakulima ya bolea ilikuwa ni siasa bofu ambayo ilikuwa ni ya kumuhangaisha na kumhujumu William Ruto. Lakini nataka nishukuru nyinyi kwa kuvumilia. Bolea tayari tumepunguza kutoka 6,500 mpaka 3,500. Najua by the time ile imekuja mlikuwa mmepata tayari. Mipango inaendelea ya kwamba tukifika January, kwa sababu ya mvua ile ya long rains, kuwe na bolea ya kutosha katika sehemu hii. Bwana Senator, wacha nikwambie pia ukweli. Unajua sisi ni watu ya ukweli. Hiyo maneno ya 1,500 nikwambie ukweli, hiyo haiwezekani. Wacha tuambiane ukweli, kwa sababu hakuna haja tufurahishe watu alafu baadaye waone sisi ni watu ya uongo. Ile tutajaribu tukiendelea mbele, kwa sababu uchumi iko mbaya, ni tujaribu kutoa 3,500 ifike hapo 2,500, hapo tutaweka bidii. Ni kweli umesema mambo ya NSPB,
Mambo ya mbolea tutafanya vile nimefanya mambo ya njaa. Hakuna kazi sasa tutakuwa tukiwachia mtu mmoja. Tutaweka kamati ya kugawa mbolea. NCPB wako pale, governor wako pale, county commissioner wako pale, wafadhili wako pale, inakuwa ni open and transparent, kila mtu anaona. Kwa hivyo hiyo mpango tutafanya tukiendelea mbele. Nikitoka hapo niseme ya kwamba sisi watu pale tumetoka mlima. Hatukupigia William Ruto kura ati kwa sababu alimsaidia Uhuru Kenyatta, ama ile uongo ati ya 10-10. Hapana, sio, ilikuwa ni uongo. Hakuna. Sisi tulimkagua, tukamwangalia, tukamulika, tukaweka yeye kwa kilo, tukaona anatosha kubadilisha maisha ya Wakenya. Tukaona ako na maono ya kubadilisha uchumi wa Kenya, ako na mpango ya kuinua hali ya maisha ya Wakenya, na ako na mpango ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Ndio pale tukasimama naye 100%. Watu wengine walikuwa wanatuharibia jina. Hii watu ya mlima ni watu wanajipenda, hawezi chagua mtu atoke kwao. William Ruto wanamdanganya, ikifika pale watafanya vile Uhuru Kenyatta anasema ndiye mwenye kusema. Tukanyamaza, tukasema sisi ni watoto wa Maumau, tukikuahidi kitu tutakupatia. Tuliahidi, tulimpatia Ruto, hatukumpatia. Na tukaweka kura kwa fujo, kwa sababu sisi ni wangwana, sisi tena ni Wakristo. Sisi hatuwezi dhulumu mtu ambaye hajakosea sisi. William Ruto alikuja pale kwa mlima, tukapendana, tukazoeana, tukaelewana, tukampenda, na tukaamua tutajipanga na yeye, na tukamwambia wewe zunguka Kenya ingine hapa utuachie. Na ndio pale sasa sisi pale tumebadilisha kidogo. Hii Kipchirchir tumebadilisha, tunaita William Samoe Kamau Ruto. Kwa hivyo na yeye ndiye alikuwa candidate wetu kwa uchaguzi. Kwa hivyo kwa niaba ya watu ya mlima, kwa kuchagua mtoto wetu watu ya Uasin Gishu na kutusaidia na kura kwa mtoto wetu Kamau, asanteni sana. Nikitoka hapo ndio nimalizie niseme, mimi nilienda kwa Kass FM nikaongelesha nyinyi, si ndio? Nikamwambia msituchanganye, mtupatie watu ya UDA, muachane na mambo ya independent na hiyo watu wengine yote. Mkanisikiza. Nataka niseme asante. Na hiyo ndio imewezesha Kimani Ichung'wah kuwa kiongozi, mkafanya vile tuliongea. Nataka niseme, na tuliweka bidii. Hiyo bidii ni kidogo. Bidii ambaye tutaweka ni kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto atafaulu. Hapo ndio kazi iko. Na ndio sisi tuliongea pale Kasarani. Watu wengine wakasema mimi ni mjeuri, ati kulikuwa na wageni, ati singesungumuza mambo ati italete aibu kwa wageni. Hiyo wageni ndio wanapea sisi chakula hapa. Kama fertilizer ni 7,000, hata wageni wakiweko wasikuweko inabadilika bei. Niliongea mzuri, sikuongea. Hii mambo ya ukweli, na tunataka kuambia wale watu walikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, tumekubali kukaa na nyinyi. Tafadhali mubadilike, mkubali mambo ya ukweli. Sisi tutaambia Wakenya ukweli. Sasa wanitaka nisimame pale nidanganye Wakenya ati uchumi ni mzuri. Mimi si ni Mkristo. Tena miaka niko nayo, sasa mimi naweza badilika nianze mambo ya uongo? Kama mtu wako na shida mimi kuongea ukweli, alaumu wazazi wangu ambayo wamepumzika. Walinizaa na kunilea na kunifundisha kuongeaga ukweli. Wale ambaye wako na shida na mambo ya ukweli, mzoee naibu wenu wa rais mapema. Sasa mnataka tuongee ukweli ama uongo? Wakenya wanataka ukweli ama uongo? Sasa hii wafanyikazi ya serikali wanajaribu kubishana na sisi. Sisi tukisema shirika limeanguka na kila mtu anajua limeanguka na tunatoa sababu, wewe unasema hiyo sababu si ya ukweli, na wewe ndio chairman. Si utuambie imeanguka kwa nini? Si Wakenya wanataka kujua?
Wakenya wanataka kujua. Sisi tukisema lazima tubadilishe maisha, hii maneno ya kuwekelea watu makesi kwa sababu ya siasa imefika mwisho. Hiyo ndio iko. Hii maneno ya kushika watu Friday kuwaumiza kwa sababu ya siasa imefika mwisho. Hawa regional commissioners na county commissioners nimekuwa nao jana. Na nimewaambia hatuna maneno na nyinyi. Nyinyi ni watu ya amri. Mlikuwa mnatumika. Hatuwezi laumu nyinyi. Mkuje tufanye kazi. Lakini kazi yenyewe imebadilika. Hii maneno ya kutesa watu imefika mwisho. Hii maneno ya kuumiza watu imefika mwisho. Hii maneno ya kukosea viongozi heshima imefika mwisho. Lazima wewe kama ni county commissioner uheshimu gavana ambaye amechaguliwa na raia. Lazima uheshimu mjumbe ambaye amechaguliwa na raia. Na wewe mkikosana na mtu amechaguliwa, isemekane hamwezi kaa pamoja, gavana ataenda transfer? Ataenda? Si ni wewe utaenda? So lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Hawa officers ya administration, nimewaambia jana, sisi hatutatumia nyinyi kwa siasa. Hiyo hapana kazi yenu. Hata mkijifanya ni kazi yenu, hamjui hiyo kazi kwa sababu mmefanya na tumeangusha nyinyi. Si tumeangusha hawa? Kwa hivyo wewe ukitumia hao kwa siasa, si wewe ni mjinga? Kama hao walitumia county commissioner na machifu wameanguka, wewe unaweza uchukua hao wakusaidie kwa siasa, si utaanguka hata wewe? Hawa county commissioners tumewarudisha kwa kazi yao ya kusaidia raia. Tumewaweka watusaidie kwa mambo ya njaa na hiyo kazi inaendelea. Hii mambo ya bolea tutasaidiana na hawa. Mambo ya vitambulisho tutasaidiana na hawa. Mambo ya amani tutasaidiana na hawa. Serikali ya William Ruto haina haja ya kutuma chief akatafute kura ya UDA ama ya Kenya Kwanza. Machief na tunataka kurudisha heshima ya chief na DCC na county commissioner, na kurudisha heshima yenu ni muende kazi ambaye mliandikiwa. Alafu mchukue mshahara muende mkiedanga. Lakini hatutaki ati tuchukue hawa kuwatuma kazi ya siasa. Hao polisi hatutaki kutumia hawa ati kufanya kazi ya siasa. Ati kushika watu Friday, ati wanawachilia Monday. Hiyo ni kutumia polisi vibaya. Na hao polisi wametumika vibaya na hawakusaidika hiyo miaka 10. Wanaambia shika watu Friday na mshahara ni ile ile ilikuweko wakati ya Mwai Kibaki. Si hata hii watu wangekuwa hawana kidogo. Waseme vile tumetumia nyinyi vibaya, wacha tumuongeze mshahara kidogo. Hawa polisi sisi ndio tutawapanga na tutawaongeza mshahara hawa. Na tumemwambia hao tukiwaongeza mshahara pia na hao wakuwe wangwana. Wabadilike pia wakuwe watu wazuri. Wakipata kitu kikubwa waachane na kitu kidogo. Si iko namna hiyo? Uwezi kula kikubwa na kidogo at the same time. Waamue. Sasa nyinyi mnataka wakule kikubwa ama kidogo? Sasa polisi mmesikia raia wanasema mkule kitu kikubwa. Sasa mkipata kikubwa hii kidogo muachane naye. Na mpende raia na mkuwe marafiki ya wananchi. Na niseme mara mingi tukifika Januari hii tutapangana na nyinyi. Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser, ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, weka kwa Land Cruiser, hapana peleka police station, ni kwa bibi yake akapumzike. Si tumekubaliana? Si kwa namna hiyo? Hiyo ndio inafanyika Ulaya. Na mimi nitakaa chini na wao tutakubaliana. Tutakubaliana. Ya mwisho. Amuamini? Itafanyika, mtaona. Mtaniambia itafanyika. Tukitoka hapo tukimalizia. Huyu mtoto wenu anaitwa Faruk Bet, ambaye ni mtoto hapa. Ni kiongozi wetu wa maana sana. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi alichangia kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Faruk Bet nafasi atupange. Kupanga mikutano